Uliza hivi. Unasema dola. Wewe ndio umesema. Unasema dola iliteremka. Sasa uko na ngile moja unaenda pale supermarket. Hakuna kitu ya maana unanunua. Ni maziwa na mkate peke yake. Okay. Ukifika kwa nyumba, watoto ndio wanarudi shule. Watasoma aje? Sawa. Haya. Ndio bunge. Niambia shule itakuwa kesho. Hatutaki watoto chogara wakuwe street children sababu ya school fees my friend wakati wako primary. Kama sasa hivi Fanya hivi, fanya hapa mwisho. Sawa, wakati tunamalizia tunasema hivi. Tunashukuru kwa kila jambo yenye mmetufanyia na mnatuletea. Wakati mnaonekana hivi, at least maoni zetu au maneno yetu yanafanya nini? Yanakuwa collected na yanaforwardiwa. At least kuna wakati inaweza onekana ifanye nini? Ifanyike nini? At least tusikike. Na jumu umeanza, najua sauti zetu zitasikika. Na ni jambo moja nilikuwa nataka kuachia mandugu wale wa one term na waachia report hii. 2019 kulikuwa na wakati dola ilikuwa 170 2019 huko nyuma, lakini by now saizi dola imedrop. Inamaanisha huyu jamaa mwenye yako kuna kitu anaendelea akifanya. Kwa nini ile wakati ilikuwa juu na saizi imedrop? Na ni pesa ya dunia. So nitakana utafakari pia. Usikue mwepesi wa kusema ni. Hata mababa zetu walikuwa wanasema one term na miaka zinasonga. Badala waunde kitu yenye wataribisha watoto zao, wanaishinda wakiimba one term ama huyu tutamtoa na wakati inaisha ya kuuna habari zao. Unasema dola. Wewe ndio umesema. Unasema dola iliteremka. Sasa uko na ngile moja unaenda pale supermarket. Hakuna kitu ya maana unanunua. Ni maziwa na mkate peke yake. Okay. Ukifika kwa nyumba, watoto ndio wanarudi shule. Watasoma aje? Sawa. Haya, wewe. Watasoma aje? Lakini saa hii divided opposition wanatuambia watatupatia candidate. Wajaleta waizi. Nani anashindana na Ruto saa hii? Hakuna. Kama kuna mtu mnasema watu walete kwanza candidate ndio tuanze kuongea from that point, alafu watupatie sera. Simnyamaze kwanza. Okay, acha. Nataka niulize hivi. Haya, ni vizuri tumesikia maoni ya mzee, na hapa ni kila mtu aweze kusema kitu ambaye inamsaidia, your own opinion about your country. Ni vizuri nimesikia kwamba watu, unajua ni right ya mtu kusema one term, two term, ni right yako. Nilisikia mpaka kuna chama kingine wanasema yao ni long term ambao wajaingia kwa serikali bado, lakini pia nao wanaruhusiwa kusema. Okay, mimi kitu ile ningependa kusema, mimi naitwa Gideon Wekesa hapa Pipeline. Mimi ni mgombea kiti hapa. Na nimesikia mzee akisema Pipeline hatuna uwanja wa kujenga shule, hatuna hospitali, hatujawahi kuwa na ofisi ya chief, hatujawahi kuwa na chochote hapa. Lakini kwa saa hii hapa plot 10 opposite nyuma ya Tresara tuko na uwanja. By next year tunaanza kujenga hospitali hii ya Pipeline. Hii ni ya wananchi wote wa Pipeline, si private hospital, hapana. Is a public, sio mission care. Hiyo ni ya watu wa Pipeline. So hiyo ni mali ya umma. Ukifika pale Tresara, hapa space ziko, lakini kuna watu wamekalia. Space ziko, nafasi ziko. Usikia? Sikiliza. Haya, wananchi sikizeni. Mimi nikikwambia Pipeline tuko na space, unataka kuniambia ulikuwa na space? Hii AIC ni shamba ya Pipeline, lakini mabonyenye wamekalia.
Na ulikuwa wapi? Wewe ulikuwa kama mimi nimetoa pipeline. Lakini hebu niambie sasa, huyo jamaa mwenye hiyo kanisa AIC ako na pesa, ako na nguvu. Kanisa AIC si ya mtu. Hiyo kanisa si ya mtu, lakini kuna mtu anaoni hiyo kanisa. Sasa tuambie ni juzi kuna wanabiashara wametimuliwa pale. Sikia, juzi kuna president amekuja hapa hapo AIC. Anaitwa nani? Ruto si amekuja hapa AIC. Juzi si mwaka. Amekuja juzi. Wanabiashara si walikuwa kwa hiyo laini. Sasa ukienda hiyo laini kuna mwanabiashara hata mmoja. Huwezi pata mwanabiashara. Imefagiliwa. Kwa hiyo kanisa ukiingia ndani kwa gate pale unafunguliwa na polisi ndio uingie kwa hiyo kanisa ndani. Kwa sababu gani? Hapa saa hii pipeline tuko na nafasi mingi, lakini mabwenyenye ndio wengi. Kuna mataikun makateli wamekalia hizi spaces. Ukiangalia hapa nyuma ya hii kanisa iko hapa, ukiteremka na hiyo barabara imetengenezwa Gikonyo Road, tuko na shamba hapo ambayo ilifaa ikuwe ni shamba ya shule, lakini kwa sababu mheshimiwa aliyekuwa hapa pipeline kitambo kidogo, hapana, MCA alikuwa hapo, alipewa 20 million akasema nenda tafuta pesa ya shule, uwanja ya kutengeneza shule. Kitu ile alifanya nini? Ripoti ambayo aliandika kwa social media, kwa Facebook, akasema uwanja imekosekana na pesa ikapotea na mimi. Kuna wanyawapo panda kitu sio? Hiyo kuna kama MCA alikuwa na watu wake ambao walikuwa wanajua hii pesa itaenda namna gani, itapotea namna gani. Sasa hivi ukiangalia wanatembea na magari yao hapa wakiendelea kulagai na kudanganya watu wa pipeline. Lakini sasa hivi tuseme hivi, kama wana pipeline tumefurahia kwamba kuna kitu kidogo imepatikana. Ward administrator wa county ako hapa ametusaidia, nafasi imepatikana, na pia kuna containers 2 ambazo zinakuja zitawekwa pale. Hiyo container si ya kubeba kitu, inatengenezwa ikuwe hospitali dispensary ya pipeline. Hiyo itaanza hii mwaka tukifunga hii mwaka. So watu wa pipeline tukue patient, mambo itafanyika. Hii ni kitu iko na continuation, si kitu inaisha leo. Kitu tutafanya 1 minute. Tuko na agenda. Ningewa request because of this space, mungetufanyia hivi, ili mtutafutie space pale, tutakuwa tuna discuss pale juu, pale kwa kiwanja, so si wote tuwe tunaenda pale tunachezaga. Hii ni kitu tulifikiria na tulianza jana, ndio tulianza. Ni kitu iko na continuation. Kesho utatupata hapa, kesho kutwa, kitu inaisha leo. Kwa hivyo ndio tunajaribu kutafuta namba, ndio tukifika tujue chenye tunaona chenye kiko already, tuko na WhatsApp. Nimewapata, lakini the best place ni pale kwa kiwanja. Tunakuaga lakini iko smart, vumbi pamoja na nini, wanajua hapa sisi ndio bunge.